Ningeweza kusema kwamba kwanza mpaka hapa tulipofikia leo, sawa, si kwamba sisi Young Africans tulitamani tufike huku, si umeelewa? Habari za kwenda kasi, sawa, kukaa kama hivi, kukusanyana na kutotoka na azimio moja, sio kama tulipenda kufika huku, ila bodi ya ligi na TFF wanatutengenezea mazingira ya sisi kufika huku tulipofika, kwa sababu tunajihisi sio wenyewe kwenye nchi, tunajihisi watoto wa kambo kwenye familia ya TFF na bodi ya ligi, si umeelewa? Wakati sisi ni wazawa na sisi ni watoto halali wa mamlaka za soka hapa Tanzania. Haiwezekani kila siku Yanga tuwe watu tunaopigiwa kelele, haiwezekani kila siku Yanga tuwe watu tunaonewa, haiwezekani kila siku Simba iwe timu inayosikilizwa, inayobebwa na inayopendelewa zaidi na bodi ya ligi na TFF. Tumekuwa tukiongelea haya mara kwa mara, lakini mmekuwa amtusikii na mmeishi na sisi kimazoea. Sasa tunajaribu kuonesha sawa kwamba hiki kitu tumechoshwa. Mimi naomba niulize, tarehe 8 siku ambayo mechi ilipangwa ichezo ya Simba na Yanga kikanuni, na ilikuwa kwenye mikono yetu sisi Young Africans ambao ndio tulikuwa tuna host ule mchezo, sheria na taratibu za Simba, sheria za taratibu ya dabi yetu sawa ya Simba na Yanga hapa Tanzania sawa, zinajulikana. Kuna kanuni za bodi, kanuni za TFF, lakini pia kuna sheria ambazo tumejiwekea sisi wenyewe kwa wenyewe, sio umeelewa? Hautowahi kuona hata siku moja mechi ya Simba na Yanga ukamwona eti Simba ambaye labda ni mwenyeji wa uwanja, Yanga akaenda kuomba kutrain siku moja kabla ya mechi. Hautokaa ukaona mechi ya Simba na Yanga ambaye mwenyeji ni Simba ni Yanga aombe kwenda kutrain siku moja kabla ya mechi. Hautokuja kuona. Lakini kwa nini imetokea msimu huu? Kwa nini imetokea tarehe 8? Imetokea kwa sababu TFF, bodi ya ligi pamoja na Simba hawakuitaka mechi ichezwe tarehe 8. Mechi hii sio kama Simba ndio wameikataa tu, hata TFF na bodi ya ligi walikuwa na taarifa hawakutaka. Niulize kwa nini? Tarehe 8 aliyokataza Simba isiingie uwanjani ni nani? Bodi ya ligi ambao walimtumia meneja wa uwanja. Ndio kweli au sio? Simba wakatumia kauli kwamba ni mabouncer wa Yanga. Sawa. Mabouncer wa Yanga walikuwa nje ndani. Anayekukataza usiingie ndani yupo nje, yupo ndani? Yupo nje au yupo ndani? Jibu yupo ndani. Huwezi kukatazwa kuingia na mtu aliyekuwa nje wakati wote mpo nje. Simenelewa. Sasa kama meneja wa uwanja amewakataza Simba wasiingie uwanjani, maana yake nini? Ni oda kutoka TFF na bodi ya ligi. Niulize kwa nini? Mimi naongea, tumia akili kunielewa. Sawa? Kwa sababu walikuwa wanatafuta loophole au nafasi ya kupatia sababu ili Simba haitumie wasicheze mechi. Meneja wa uwanja alivyowakataza Simba wasiingie uwanjani, sawa, masaa 2 matatu wamekaa nje Simba. Kama issue ni taarifa, wangeandika taarifa pale kama kweli mechi waliitaka. Masaa 2 waliokaa nje walibidi waandike taarifa na kusema kwamba sisi tunataka tuingie. Bodi ya ligi na TFF wangetoa go ahead kwa meneja wa uwanja akawaruhusu waingie. Lakini hayakufanyika hayo, wakakubali kukaa pale nje muda wote. Maana yake nini? Hawakutaka kuingia, cha kwanza. Cha pili, mechi commissioner wa mchezo ambaye anatakiwa kuwepo kikanuni usiku mmoja au siku moja kabla muda wa mechi husika, anatakiwa awepo kwa ajili ya kuratibu shughuli zote za mechi. Alikuwepo? Maana yake hakuwepo, kwamba alipangwa kabisa asiwepo. Sasa kiuhalisia mnaona hakukuwa na issue ya mazoezi, kulikuwa na issue ya kutafuta sababu. Sawa. Sasa Yanga ni wakubwa, Yanga ni waelewa. Dunia imebadilika, watu siku hizi ni wasomi, wanavielewa vitu vya ajabu kama hivyo, wanavielewa. Simeelewa. Ndio maana Young Africans tunasema hatuchezi. Kwa maana gani? Sio tunamuogopa Simba, hapana. Nimemkanda mara 4 mfululizo, alikuwa anaenda kupiga mara 5 nivuruge timu yao kabisa. Ndio maana hawakuwa tayari. Sawa. Nimefanya hivi kwa nini? Kuonesha kwa bodi ya ligi na TFF madudu mnayofanya dhidi ya Young Africans hatupo tayari nayo. Sisi sio wakupelekwa. Simeelewa. Ndio maana tumeamua kuwa wakali na kuamua kuja kuwaambia bodi ya ligi na TFF, kama mmeamua kuongoza mpira lakini kwenye kanuni na taratibu, ila busara zinatupotezea mpira. Ila kama hamwezi, waachieni watu wa mpira, wapo Tanzania wengi sana. Simeelewa. Hatuwalazimishi, ila ni ushauri tunawapa. Mpira ili ujengwe
mpira ili ukue lazima Simba na Yanga zote ziwe katika ziwe katika good terms, kwenye mazingira mazuri, sawa? Simba asilalamike wala Yanga asilalamike. Lakini ukishakalia upande mmoja, kumbuka Simba na Yanga ni maasimu, Simba na Yanga ni watani wa jadi, Simba na Yanga ni timu kubwa hapa Tanzania. Huwezi kumdekeza mmoja mwingine akakubali. TFF bodi ya ligi imeamua kumdekeza mmoja, sisi hatupo tayari. Nataka niongee pointi moja. Sawa. Angalia katika barua zao. Wametoa barua tarehe 8 asubuhi. Sawa? TFF kwa mechi ipo. Maana yake nini? Usiku Simba anatoka anaandika barua usiku ule ule kwa mechi ya chezi. Kwa mamlaka gani? Huoni kama ameipanda juu bodi ya ligi? Hajaishirikisha bodi ya ligi kwa sababu sio muda wa kazi, ni usiku wa manane, lakini ameanza kutoa taarifa kwa umma kwamba achezi kabla ya kupeleka hoja kwa TFF. Maana yake nini? Anajua anaimudu TFF na bodi ya ligi. Uongo kweli? Tuje asubuhi TFF wanatoa barua, anasema mechi ipo. Baadaye mnatoa barua mnasema mechi inaahirishwa. Sawa, taarifa zote hizo Yanga hazikuwafikia, ila taarifa zinaenea mitandaoni. Yanga kupeleka timu uwanjani na kudai alama 3, yupo sahihi, yupo sahihi? Unajua ifike muda. Hakuna haja wana sheria, sisi wenyewe tunaelewa. Vitu vipo wazi. Yaani mimi hata leo ukinisimamisha na TFF bodi ya ligi na wanasheria wao naweza kubata nao. Vitu vimenyooka. Kanuni gani inasema usipotrain siku moja kabla ya mechi usicheze mechi? Kanuni gani? Mechi na Pamba hawakufanya mazoezi, mbona walicheza? Young Africans tunaenda Algeria, tulipigwa mabomu usiku, hatukutrain usiku, tulifanywa vurugu, lakini mechi tulicheza, tujacheza asubuhi. Maana kikanuni hakuna kanuni kama hiyo. Hao wana mamlaka, hawa wanatupanda, wanajaribu kuonesha kwamba Yanga wanaiweza. Hiyo ni shida, hatupo tayari. Na kingine ninachotaka kumalizia, umeona hizi kauli tunazosema kwa mechi hatuchezi, sio kutoka kwa viongozi wa Young Africans. Hizi ni kutoka kwa mashabiki na wanachama. Kama mnatufungia, maana mipango yenu ni hiyo. Mtu akiwaambia ukweli mnamfungia. Kama mtaamua kufungia, tufungieni sisi wote.